Yesu ananehe. Gaidi yashomuri gaidi mbele kitu ni chio nyeto. Asante. Mimi nataka kwanza nichukue fursa hii to congratulate my brother and constituent, now Bishop Maina wa OTC na mpenzi wake Reverend Teresia kwa kupakwa mafuta ya kuhudumia Mwenyezi Mungu kwa viwango vingine, na ninajua kwamba you will not let us down kwa sababu Mungu wetu hashindwi. Nataka niseme kama hivyo ulivyoambiwa na Archbishop Harrison, erwo ndio wa maguta maria hakwo niguguka andu aingi kanitha-ini na indo nyingi tutigia ciamukirire twaini ria Jesu. We receive in Jesus' name. And Archbishop, I believe and I have faith that what you are prophesying is going to come true. Mimi, Your Excellency Bishop Maina wa OTC alisema jambo moja wakati vita vilianza dhidi yako. Akasema katika mambo haya yote augire kiundu inigiki giothe kirukanio inigiki giothe Ngai arikorwo mwena wari gathi na noguo gwathire, na hau niguo ndamenyeire ati Maina wa OTC tiwe weheage uhoro, ni Ngai ukoragwo munete uhoro. Na mimi nataka nikwambie, tafadhali uendelee kusikiliza sauti ya Bwana. Usiwahi, kama ulivyosema, usiwahi kuongeza wala kupunguza yale ambayo Mwenyezi Mungu atakuonyesha katika ndoto, katika maono. Na nijoe ubone udinabere. Your Excellency, I'm here besides accompanying you kwa sababu mimi ndiye senator wa ushagu wa Bishop Maina wa OTC. Ona karago no ni senator wake. Ona ko tutikorogo mweno mwa siasa na ndi mune agitio no ni jeshira dia ne agachokone ndi mwena bitu. Kwa hivyo mimi sitaki niseme mambo mengi. I just came, Bishop, to stand with you and your wife and the church. Na hari ndo gebi Archbishop oga ate goko negogo kora na kugeki nyama shukuru ona vitare andu agai atugatagirwo goko mangitugata wakiroga na tiguo. Mimi nikimaliza niseme kwamba I forgot to recognize with your permission, Your Excellency, huyu jamaa kuja tu kidogo dakika moja na sekunde, kwa sababu ni mheshimiwa aliyechaguliwa. Na si hivyo tu, juzi ametawazwa kama msemaji wa Wakorino, na yeye ni MCA wa Ngararia Ward, Gatanga constituency in Murang'a, Kandara constituency in Murang'a County. Labda neno moja tu tafadhali. Thank you mono. Our Archbishop aria tuli nao, Bishop mweru mono Maina wa OTC na mutumia waku, na our Deputy President uria towe twaikeirie kura, na waheshimu othe na arata othe a kanitha uyu. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ndarugama haha mbere yanyu ni tondu ndi mwaria wa andu aria metagwo aroti thiini wa bururi uyu witu wa Kenya, na ndina kindu kimwe ngwenda kuga mbere yaku, Your Excellency, ya kwamba iko watu ambaye walikuwa wanasema wewe na Wakorino hamuna uhusiano, lakini ningetaka kutangaza Meja Dong, ningetaka kutangaza nikiwa Nairobi, wewe na Wakorino ni kitu kimoja. Na niongeze ya kwamba mkutano ya kwanza ya kusidua zile tunaita SACCOS za Wakorino tulifanyia huko Orokarabo, na wewe ndiye ulikuja ukiwa mgeni wa heshima na ukatoa pesa yako ili tuendeze SACCOS zetu katika hii dini yetu ya Wakorino. Kwanza nikwambie, wale wanasema hivyo sio wetu, kwa sababu ikiwa ni wetu wangekumbuka mahali tumetoka.
wakikumbuka hata rais aliye staafu, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ile shamba wazee wetu walienda kuombea huko Mafoko, yeye ndiye alilipa, akatoa pesa yake akalipa. Lakini kwa sababu wanataka kufurahisha rais ambaye ako mamlakani, wanamshukuru kama ni yeye amenunua hiyo shamba. Ningetaka kusema ya kwamba yeye si yeye alinunua. Wangemwambia ukweli, waseme asanti, unataka kujegea sisi kore, lakini shamba yenyewe ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alinunua. Na ikiwa iko mtu ambaye ako na taswisi na hiyo maneno, anione nimwambie hata mahali pesa ilitoka na ni watu wangapi walienda kuchukua hizo pesa ili waende wakalipe hiyo shamba, nitawaambia. Kwa hivyo wale wanaeneza maneno baya kuhusu Wakorino ati sisi na Rigiji hatuko njia moja, tunawaambia hivi, ni wao wasio pamoja na Rigiji, lakini sisi sote Wakorino tuko nyuma ya Rigiji na tunaendelea kukuombea, na utaendelea kuwa na beba ya kukubalika katika Kenya yote. Kwa hivyo nikisimama hapa kama mnenaji wa Wakorino, nataka kuondoa hiyo uhasama, niseme wewe ni wetu na sisi ni wako. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Simon Mwaura Mwea kutoka Murang'a, sub county ya Kandara. Mimi nimechaguliwa huko mahali naitwa Ng'araria, na hii ni mara yangu ya 3 kuwa kiongozi. Mungu ambariki na mtendee mema. Asante. Ndamwetekeria tondu mwarĩrĩria Wakorino na nĩ mũbishopu Wakorino na nĩ eka wega nĩ gwĩkĩra ũira. Geithio ũcio mũrigairio mwĩre nĩ ũru gũkama na thara wene. Mwĩre rĩngĩ nĩ ũru gũkama na thara wene. Thara ũrĩa Uhuru Muigai wa Kenyatta atigire ahanda, mũndũ nĩ oke ahande wake atigane na wa Uhuru. Kana tiguo? Na ogarake gweta mũndũ na mũkamithia mũtiakĩmũmenya. Ũrothiaga akĩroraga thara kene harĩa karĩ agakama nako. Hivyo kwa neno hicho mimi nataka niseme kwamba nijiunge na wenzangu kusema kwamba sisi tunaendelea kushikashika kwa vikali sana vitendo vya utekaji nyara tena, na utekaji nyara ulikuwa umeisha mpaka rais wetu alipozuru nchi jirani ya Tanzania na akaambiwa atiachukue mkwaju, wapige vijana mkwaju pande hii na pande ile wapige vijana mkwaju. Tunataka tumwambie Rais Samia Suluhu kwamba Kenya ni tofauti. Kama kuna mikwaju wapigane kule Tanzania, huku hatutakubali kamwe vijana wetu kutekwa nyara. Hilo tumekataa. Pili, ni makosa sana, ni dhambi kudanganya mbele ya watu na mbele ya kanisa. Tuliambiwa watoto hata wale ambao hawakuwa na pesa na wameitwa grade 10 wakaambiwa waende shule kama wana pesa ama wana pesa. Watoto wale tumeambiwa na expose katika Citizen, watoto wengi walifukuzwa nyumbani na viongozi, na rais hajawahi kusema tena, je, wale watoto aliyosema waende shuleni hata wakiwa bila karo na bila uniform, je, tufanye nini na watoto wako nyumbani? Na karagoeni na mliona na mundu ucio tondu murata waku ureke muria umuria tondu mwagire ciana mwagire ciana ite thukuru na itena mbeca ri na nĩ ciaingatirwo ri umuria na gĩtĩo karago umuria ciana cie mucie igwĩkwo atĩa. Mwisho tumekuwa na expose again on Citizen vile ambavyo wananchi wale walio na mapato ya chini wanakuwa overcharged na SHA, kwa sababu ile means testing instrument inawaonyesha wakiwa watu wa viwango vya juu na ilhali mapato yao ni kidogo. So some citizens are paying as much as 10% of their income in spite of the fact that the law provides that you should pay 2.75%. Karago kiuria kiona kiodini kiomo. Haturena kurani. Na mwisho niseme hivi,
Sisi kiongozi wetu ni Rigiji, na hakuna kitu kingine tunajua, na mahali atatuambia tupitie tutapitia hapo. And we have no apologies to make for having been born Kikuyu. Sisi hatuna mtu ambaye tutamwambia pole kwa sababu tulizaliwa wa Kikuyu. Now we will protect Rigiji. Uhuru Muigai Kenyatta ni kiongozi wetu, tafadhali lazima aheshimike. And we want to tell anybody and everybody that we are ready to defend President Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Hatukuwa tumekuja hapa kufanya siasa, lakini ni vizuri tuambiane ukweli, ama si kweli? Sisi tunasema Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali amestaafu, apatiwe heshima yake, na ana uhuru wa kusema vile yeye anafikiria kama Mkenya na kama rais aliyestaafu. So we want to tell them again, we will do everything possible to see to it that we defend Uhuru Muigai Kenyatta, led by His Excellency Rigathi Gachagua. We will defend Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Viongozi wetu wa makanisa, poleni kama tumezungumza siasa, lakini muendelee kutuombea na kuombea nchi yetu. Ewe nikwedagelie hau na nidauga gikonde dagetia newe ya wakwa mwana mono na kwa ndio ndio mukani Maria Ligi gosione araika na garuoge ona yuado ito mohana mwana ningai. Nataka nifike hapo na nichukue fursa hii kumuita kiongozi wangu wa chama, kiongozi wa mlima, kiongozi wa Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Asante. Baba wetu Askofu Mkuu Harrison, our new bishop, Bishop Maina, and your wife Reverend Esther, maaskofu wote wale wamefika, viongozi wale wote wamefika, Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Salimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ano wajomba wetu mliokuwa nyumba no moyo umereje ona cia thirakara ona twathiririo nĩ ragogo mũkeyũmia ona nĩ ndĩũmĩtie wa kaĩndi wa kairĩtu. Archbishop baba wetu, tunataka tuseme asante kwa hii sherehe ya kipekee ya kutawazwa ya Reverend Maina akuwe askofu. Tumesema asante, na mimi nataka niseme nimefurahishwa sana na hiyo sherehe vile umeiendesha. Wachana na hiyo maneno kwanza, hiyo wata hapa tuko kanisani. Vijana mpo? Vijana namuomba tafadhali, namuomba vijana wetu kwa heshima, tuko kanisani, tuheshimu kanisa, tuheshimu askofu. Mambo ya kuvuzela tuachane naye. Hata wale wanasimama viti mumeleta hao vijana, muambie tuko kanisani. Hapa ni kwa hali ya maombi. Tutaenda kufanya mkutano huko nje, siasa ile kali. Kwa hivyo vijana tafadhali, tuachane na mambo ya kuvuzela, tuachane na mambo ya filimbi, tuheshimu ibada ya leo. Mimi nataka niseme askofu wetu, mimi nasema pongezi Bishop Maina,
na Reverend Esther, pongezi kwa kutawazwa na kuongezwa ngazi ya uongozi katika kanisa letu la Kristo. Mimi nilimjua huyu Reverend Maina, alikuja kunitafuta kwa muda mrefu sana, na mimi niko na ushuhuda ya kwamba yeye ni nabii ya ukweli. Huyu Reverend Maina ya UPC alinitafuta nikiwa naibu wa rais, akakuja akaniketisha chini, akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jambo ya kutolewa kwa ofisi, na kabla ya mwaka huu uishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani. Nitatolewa namna gani na huyu mtu nimemsaidia juzi? Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia na amepanga, na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikauliza akanitoa namna gani na lazima kura iende pale bunge? Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa, watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa wale ya nyumbani ya mlima hawawezi chukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti. Huyu Reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Madera nilimfanya MP, akaniambia huyu atakusaliti na kutukana kwa na bibi yake. Huyu Maina, huyu Reverend. Kwa hivyo mimi akiwa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata favor ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu na sana tunataka manabii ya kweli, kwa sababu pia iko manabii ya uongo, si ndio? Juzi nimeona Wakorintho wameenda pale, mnabii ya uongo ametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia atakasoma atakuwa mtawa. Kwa jina la Yesu manabii ya uongo washi, na Biblia imeandika vizuri tutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana, manabii ya uongo wanajulikana. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa, tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na maana ya uongo. Kwa hivyo Archbishop Harrison, tutulie kidogo. Kuna jambo moja umemwambia the new bishop, ukamwambia ile kiwango amefika, there are certain things he can no longer do. That is true. I also want to tell the leaders here, mimi Rigiji mahali nimefika, there are certain things I love doing I cannot do. Mimi napenda kuingia kusikiza Mugidi. Siku hizi nikiingia kwa Mugidi kuna haribika, the whole place comes to a standstill. And it's something when I was down there I used to do, but mahali Mungu ameniweka I am not able to do it. So wale viongozi watafuta nafasi ya uongozi, there are certain things now you cannot do. You must carry yourself with the dignity and the office that you aspire, or the office that you carry. And those were great words from the Archbishop to the new bishop, that there are those things that he can no longer do because of the office na ile nafasi Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hivyo Reverend Maina, mimi napongeza, na nimeona huko na kanisa nzuri hapa. Sisi tulichangia kidogo siku ile, tutaendelea kukusaidia. Endelea kuhubiri, endelea kueneza neno la Bwana. Let your church grow. Naomba members work bishop, please support your bishop. A bishop is as good as the members of his church. A leader is as good as his supporters. For the bishop to be successful, the membership must rally behind him. Muunge mkono askofu wetu. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema pongezi, na mimi niseme vile MCA wetu yule Mkorino amesema,
Rigathi Gachagua has no problem na kanisa la Wakorino. Mimi nawapenda Wakorino sana. This is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba akina Moses Kuria. I have a problem with that. Hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakorino. Simuliona Moses Kuria amevaa kilemba? Sijana alikuwa Orokalao. Alikuwa na kilemba. These are fake Wakorinos. Sasa ile nilikashifu mimi ni wale Wakorino wamesanywa wamepelekwa pale State House ya uongo. Wanachukua vitambaa ya watu wanakatakata wanafunga Moses Kuria fika kitambaa. Nani for and then mnachukua pesa. So mimi lazima ningetetea the true and genuine Wakorino in this country. Lazima ningetetea hawa. Na mimi niko na imani kabisa na kanisa yetu ya Wakorino. But I have a problem with the fake Wakorinos. Na mimi naomba William Ruto tafadhali. Mimi najua unatuchukia kama jamii. Umetuangaisha. Umefuta watoto wetu kazi KRA. Umefuta OCPDs wetu kazi. Umesema Wakikuyu wasilipwe pending bills. Umetufanyia kila kitu na ni sawa na tunakubali. Lakini hii maneno ya kuaibisha kanisa zetu hapa Mlimani, we have a problem with that. Juzi umeenda pale Gatundu North, umechukua wanaume, umevalisha kitambaa ati ya Mother's Day. Kuaibisha kanisa ya Independent, ambayo ni kanisa ya watu ya Mlimani. Juzi umeleta Wakorino, umevalisha akina Moses Kuria kilemba. Kuaibisha kanisa letu. That is why I have a problem. Na lazima niseme hiyo maneno hatuwezi kubali. Pia mimi niko na shida. Kwa sababu wewe ukichaguliwa, ulikuja kanisani na Biblia. Ukasema umeokoka. Biblia kubwa ulikuwa unatembea nayo. Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions. Pale Mweki PCA, wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA, wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa ya PCA. Pale ACK Witima Church, 12 police officers wakisimamiwa na Bete Maina na bwana yake wameumiza Wakristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto wewe ndio umepanga. That is why we have a problem. Hata kama uko na shida na sisi wanasiasa na wafanyabiashara wa Kikuyu, si wachana na kanisa zetu. Iko haja gani kuumiza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ. Sisi tulikuwa tumekusamehea kwa vile ulichoma wa mama na watoto 207 kanisani Kiambaa, lakini anytime you attack the church unatukumbusha hiyo maneno ya 207 na tulikuwa tumesahau. Kwa hivyo mimi nataka niseme, mimi kama kiongozi niko na jukumu la kulinda kanisa la Kristo isivamiwe na William Ruto na polisi na askari, na hiyo kazi tutaendelea kufanya. Na mimi niseme, mimi sina shida na mtu yeyote, lakini niko na shida na wasaliti wa jamii yetu. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti. And we have a problem na wasaliti wote. Kwa sababu na nimeona zile MCA hapa kama hapa nimezoelesha yeye. Watu manyumba ya Wakikuyu hapa Nairobi ndio yanabomolewa. Hawabomoi ya kabila zingine, wanabomoa manyumba ya Wakikuyu peke yake. Na MCA ya Nairobi Wakikuyu akiwemo huyu Awaya alikuwa hapa, wanakaa na William Ruto. Na hiyo lazima watu yangu mnisamehe. Hata nikiitwa mkabila, siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi nikijia kwa uhai au sitakubali. Na wale MCAs ya Nairobi wanatembea na Ruto akibomoa mali ya Wakikuyu. Tutapatana na nyinyi kwa debe mwaka ujao. Wale wabunge wote na maseneta wa hapa Mlimani wanakaa na William Ruto akihangaisha jamii ya Wakikuyu, akiharibu biashara zetu,
akifuta Wakikuyu kazi, akihangaisha jamii yetu, akivamia mashamba private hapa Kiambu. Na nyinyi ni Wakikuyu mnakaa na William Ruto, tutapatana na nyinyi mwaka ujao kwa deni. Atibu atoito. Atibu. Nyumba itwerani weka nyarirwo. Indo cito igacindwo. Tũrahetwo ta thia. Mũndũ ũyũ ndarenda gũtuona. We waragia ũguo tũraria mũtindaga nake ũkĩmũinĩra. Ũcoke uge atĩrĩ gathĩ nĩaratũhũra. Mũkunyanĩri wa rũrĩrĩ, andũ arĩa othe marakunyanĩra nyũmba itũ, acio nĩ othe ya rũrĩrĩ. Tondũ mũndũ ũcio ndangĩtũhotete, aratũhota nĩ ũndũ wa kunyanĩria rũrĩrĩ. Okorwo ndarĩ na andũ acio nĩ ndingĩmũhotete. Ndĩraremwo nĩwe tondũ wa kunyanĩria rũrĩrĩ andũ a nyũmba itũ. Na koguo ndĩrenda andũ acio othe marakunyanĩra rũrĩrĩ mũmekĩre rũri ta kagongo. Mekĩrwo rũri ta kagongo. Nĩguo majirĩrio na MC ũcio uma haha. No niĩ ũraita gwĩka ndigwĩtĩkĩria Ruto anine nyũmba itũ. Ndikũmwĩtĩkĩria anine nyũmba itũ, anine indo citũ, anine ciana citũ. Na andũ arĩa othe maceraga nake mararia ũguo ndĩraria, nĩtũkonana na inyuĩ mwaka ũyũ ũroka. Nĩtũkonana na inyuĩ. Rĩu mimi nikimaliza niambie watu ya Kasarani. Hapa Kasarani tutakuwa na free and fair nomination. Na hakuna mtu, mimi Rigiji sina mtu yeyote napendelea. Ninyi wote ni watoto wangu. Uamuzi utafanywa na watu ya Kasarani. Tunaongea saa hii baada ya Kalau nomination inaendelea, watu wamejitokeza maelfu. Tumeendelea, uchaguzi haijaonekana, hata IEBC inatakiwa ikuje isome kwetu, na watu ya Kalau watachagua mjumbe wao leo, na yule atapita kwa UDA is the next member of parliament for Kalau, for DCP. So hapa niseme hapa Kasarani, chama chetu cha DCP hapa Kasarani. Ya? Ati? Muko tayari? Ati? Nimesema pale Olokalao DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa mshindi wa DCP leo is the next member of parliament for Olokalao. Unajua hii watu wametumiza sana, ndio tunataja hao. Unajua hii ndiye kwa sababu ya vile imetusumbua. Kama sasa wanapanga wale askari walitupiga Wetima, wameingia Olokalao, walikuja jana na Betty Maina, waka abduct kijana anaitwa Choi kutoka Kinadu. Hao askari leo wapo Olokalao, ati wanapanga vile watakuja kusambaratisha nominations ya DCP. Niseme pale, hao askari we know you by name. Watu ya Olokalao wanangoja hii. Mahali tumefika, shaigaranishia gade. Hao askari kulitupiga Olokalao, Wetima tukanyamaza. We know you by name. You will not be allowed to cause violence in Olokalao. And the people of Olokalao are waiting for you. Wewe Betty Maina, umehangaisha Wakikuyu ya kutosha, kama umetumwa na William Ruto. Next year, William Ruto akienda nyumbani, wewe na bwana yako mtasimama kotini kujibu yale ambayo mmefanyia. Ndio hivi kwenda kukiria hau, kwenda kwenda kwa Kasarani. Atuo the maikete kwa DCP. Nemo wako na free and fair
nĩnyuĩ mũgatua itua nĩ rĩao. Wale wote wanataka itua nĩ rĩanyu na nĩ inyuĩ twatigĩra mweke ũrĩa kwagĩrĩire. Kwa hivyo mimi Bishop mpya and your wife pongezi, Archbishop asante, the clergy asante. Continue praying for us and for this country, and mostly pray for the traitors in our community. Mungu awaguze, wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme uhuru wake ni hata igeshuha. Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Why are you saying this small voice? Mimi nimekuheshimu sana. Pale Olokalao watu walikuwa wamesema hutaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu Mlimani wasikupigie kelele waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to consider that political direction. I'll have to consider. Because hata wewe kwa sababu ndio mwenye kutumana Uhuru atukanwe, hata wewe ukija si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year umalize term yako, kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize, alafu tukuondoe kikatiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana rais Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain. I'll have to evaluate, and I'll observe in the next few days hawa watoto na watu wakiendelea kutukana Uhuru. Mimi mwenyewe nitatoa direction na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu Duale akisema ati Uhuru anasikia wivu ati ile kazi imefanywa. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza sikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya Gen Z na kuwaua, unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu ile chaevu, unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu namna gani kama Ruto ameharibu Kenya? Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima William Ruto wachana na Rais Uhuru Kenyatta. He handed over to you peacefully. He handed over to you a stable country with a working education system, with a working health system, where there was peace and security. In 3 years, you have destroyed all that. Just leave him alone. Wachana na Baba Ngina aendelee kupumzika nyumbani. Just leave him alone, because it's the right thing to do. Mongoni ndikwenda gukija hau, wenda kugathe njogono. Yaani kwa murathime, amwike wega, murore magokumia. Amwaramirie mihaka. Amugitire kuma kwi ndwari. Mĩciĩ yanyu ĩrĩa irathimo ihiana mbura njega. Thengiũ mũno nyũmba itũ, asante sana.